Ndugu na ushirika, kufuatia mipango hii iliyoko ndani ya serikali, tumeamua kuwa na programu za kukuza kilimo hapa nchini, na programu hizi ni zile ambazo tunazindua sasa na kuimarisha kanda za kilimo ndani ya nchi. Na leo hii nimezindua rasmi programu ya kuimarisha kanda hizo za kukuza kilimo nchini. Na programu hizi inalenga kuongeza uzalishaji na ufanisi katika sekta ya kilimo kwa kutumia mbinu shirikishi zinazozingatia hali halisi ya kijiografia na ekolojia ya maeneo mbalimbali hapa nchini. Na utekelezaji wa dhana hii tayari umeonyesha mafanikio kupitia kanda ya kilimo ya kusini mwa Tanzania ambayo ni SAGOT, iliyotekelezwa kwa zaidi ya miaka 14 iliyopita. Na kwa kuzingatia mafanikio hayo, katika mwaka wa fedha 2022/23 serikali iliamua kupanua wigo wa SAGOT na kuanzisha kanda nyingine 3 mpya chini ya mpango wa AGCOT ili kufikia maeneo mengine ya nchi na kutoa fursa kwa wakulima wetu. Kanda nyingine 3 mbali ya SAGOT ni hizi zifuatazo, lakini pia niwajulishe ni mikoa gani inaangukia kwenye kanda hizo. Nianze na SAGOT yenyewe ambayo iko kwenye korido ya kusini. Hii ina mikoa ya Morogoro, Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Hii ni kanda SAGOT. Kanda ya pili ni kanda ya kusini ambayo ina mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Tuna kanda ya kaskazini, ina mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Na kanda ya 4 ni kanda ya ziwa na kanda ya kati ambayo ina mikoa ya Dodoma, Singida, Tabora, Shinyanga, Mwanza, Geita, Simiyu, Mara pamoja na Kagera. Na kama kuna mkoa wote nimeusahau wa kanda ya ziwa na mikoa hii ya Dodoma, Singida, Tabora, basi mtambue kwamba kanda ya ziwa yote na kanda ya kati, tukiondoa Manyara ambayo imeenda kanda ya kaskazini kule Arusha, zimetengenezwa kanda hizi. Na sisi tunataka tuone utekelezaji huu ambao pia tunaiga kutoka kanda ya SAGOT iliyotekelezwa kwa miaka 14 ikipata mafanikio kama yale ya SAGOT. Lengo kuu la mpango huu ni kuhakikisha kuwa kila eneo la kilimo nchini linapangwa na kuendelezwa kulingana na hali ya hewa, aina ya udongo uliopo kwenye maeneo hayo na sifa nyingine muhimu za kijiografia. Na kupitia mpango huu, wananchi wataweza kufahamu aina ya mazao yanayofaa kulimwa kwenye maeneo yao, jambo ambalo litaongeza uzalishaji, kupunguza hasara, lakini kukuza uchumi wa wakulima wetu. Na kila kanda ina ratiba ya kipekee ya upandaji wa mavuno pamoja na mazingira yanayowezesha zao fulani kustawi zaidi kuliko lingine, na kwa msingi huo mazao ya kilimo yanayopendekezwa katika kila eneo kulingana na faida na za kijiografia ambazo zinalifanya zao hilo kuwa bora lenye tija ndiyo ambayo itazingatiwa kwenye mpango huu.